Katika ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, kuna vita zinazoendelea kila sekunde, vita ya kimya kimya yenye athari kubwa kuliko hata vita ya silaha. Hii ni vita kati ya viumbe wadogo wasioonekana, virusi pamoja na bakteria dhidi ya mfumo wa ulinzi wa mwili wa mwanadamu, yaani kinga mwili. Kwa maelfu ya miaka, vita hii haijawahi kusimama. Hebu tuzame kiundani zaidi. Bakteria ni viumbe hai kamili, wanaweza kula, kukua, lakini pia kuzaliana peke yao. Lakini virusi ni tofauti kidogo. Hawa ni kama viumbe kivuli, hawana uwezo wa kuishi bila kuvamia seli za viumbe wengine. Pindi wanapoingia ndani ya mwili wa mwanadamu, huanza kuvamia seli zetu, wakizitumia kama viwanda vya kujizalisha, na hapa ndipo vita huanza. Mwili wa mwanadamu hauko peke yake katika vita. Ndani kuna jeshi la nguvu la mfumo wa kinga. Jeshi hili lina askari wa aina nyingi kama seli nyeupe za damu zinazotambua maadui, protini maalum zinazoshambulia wavamizi, kumbukumbu ya kinga inayokumbuka adui wa zamani. Lakini hapa ndipo siri kubwa ipo. Kadri mwili unapojifunza kupambana na virusi na bakteria, nao pia hubadilika. Virusi na bakteria hawakai vile vile, wanabadilika na wanajirekebisha. Kila wanaposhambulia na kushindwa, wanajifunza, wanabadilisha muundo wao kidogo, kiasi kwamba mfumo wa kinga wa mwili unakuwa hauwatambui tena. Na hii ndiyo sababu magonjwa hurudi tena, dawa zingine hupoteza nguvu, na chanjo zinahitaji kuboreshwa mara kwa mara. Ni kama vita vya akili, kila upande unajaribu kumzidi mwenzake. Kwa maelfu ya miaka, mwanadamu amejifunza kutumia dawa zinazopambana na bakteria, hasa antibiotics. Lakini matumizi mabaya ya dawa hizi yameleta tatizo kubwa. Bakteria wameanza kuwa sugu. Hawa ndio wanaoitwa superbugs, yaani bakteria ambao hawaogopi dawa tulizotegemea kwa muda mrefu. Sasa swali la kutisha linaibuka. Je, siku moja tunaweza kukutana na kirusi au bakteria ambaye hawezi kabisa kudhibitika? Historia inaonyesha kuwa kila tunapopiga hatua, adui pia anajifunza. Hivyo vita hii haina mwisho wa haraka. Katika historia za kale, kabla ya maendeleo ya kisasa ya tiba, binadamu walikuwa na njia zao za kuimarisha kinga ya mwili. Moja ya njia hizo ilikuwa ni kufunga, yani fasting. Kisayansi, kufunga kwa muda kunafanya mambo yafuatayo. Mwili hupunguza mzigo wa mmeng'enyo wa chakula. Nishati inaelekezwa kwenye ukarabati wa seli. Seli zilizochoka au dhaifu huondolewa, yani hii wenzetu wanaita autophagy. Lakini pia kinga ya mwili huimarika. Kwa maneno rahisi, mwili hujirekebisha. Vilevile, kula kupita kiasi huleta madhara, huongeza mzigo wa mwili, lakini pia huchochea magonjwa ya ndani, hupunguza ufanisi wa kinga. Lakini ulaji wa vyakula asilia kama mboga, matunda, nafaka zisizokobolewa huupa mwili silaha za asili, yani vitamin, madini, kinga ya asili dhidi ya magonjwa. Ni kama kumpa askari silaha bora zaidi vitani. Virusi na bakteria wanaendelea kubadilika. Mwili wa mwanadamu unaendelea kujifunza, sayansi inaendelea kugundua, lakini ukweli unabaki ule ule. Hii ni vita isiyo na mwisho. Kila kizazi kinakutana na toleo jipya la adui huyu asiyeonekana. Katika ukimya wa mwili wetu kuna mapigano makali kuliko haya tunayoyaona kwa macho. Mapigano haya yamekuwepo kwa maelfu ya miaka na yataendelea kuwepo. Lakini kila mwanadamu kuna uwezo wa ajabu wa kupambana kupitia kinga mwili, lakini pia kupitia maarifa ya kisayansi na kupitia mtindo wa maisha. Swali si kama vita itaisha. Swali ni, je, tutakuwa tayari kwa kile kitakachokuja? Kama unapenda kupitia kila jambo kiundani zaidi, hujachelewa kusubscribe.